Ni onda ubina nakondao. Sikiwa atenda vile kimaki. Wati ni kondo. Sasa ni moya waya sikiwa sufuru uja. Lania ina subira. Na situenda u tu ayumbuka. Sawa? Lakini ole eno lakini ita. Kwa maana eno sayane eno. Hii alama aina na subira. Ni manyumbu bali maji. Nana acho no Solomona wapata sana na kundi tu ayumbuka. Sawa? Mwanzo basi tende vitu vya Swahili. Shika sana ulicho nacho. Asije mtu akafanyaje? Akatwae taji lako. Sawa? Ina na kwa nitoa sufuri. Ndio sobe na tuwe ndio tunatoa aye. Alama ni wata wani mati na ola tushia mwapole banga wani mati na mshikila saa wani mati wani mati Ufunuo wa Yohana 3:11. 11 inasema hivi: naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Amen. Amen. Kwa kweli ni kwamba muda unaenda, na kwa sababu tutaonana kesho, naona ya kwamba niingize tu introduction, mengine tutayamalizia kesho, sababu kuna ibada tena baadaye, tusipokote sana. Kwenye introduction ya somo letu naomba niseme ya kwamba hatujifunzi kitabu cha Ufunuo wa Yohana, bali tunajifunza mstari mmoja tu unaopatikana kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Tuko pamoja? Inaeleweka? Hatujifunzi kitabu kizima cha Ufunuo wa Yohana, lakini tunakwenda kuona mstari huu mmoja tu ambao umeandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Na katika somo letu tunaweza tukatoka kwenye mada, lakini tena tunarudi kwenye mada makusudi kupata kuelewa. Nilipenda kuwaweka hawa ndugu zangu watatu hapa tupate kujifunza kupitia hawa. Naji upesi ni mtu. Tuko pamoja? Naja upesi anayesema ni nani? Ni mtu. Nani? Kijana pale. Ndiye nani? Naja upesi. Shika sana ni mtu. Nanielewa? Aliyeambiwa shika sana ni nani? Ndiye nani? Ulicho nacho ni vitu. Tuko pamoja? Ndio nini? Sana. Hiyo. Na mlengo
mlengo ni shika sana. Tuko pamoja? Yule shika sana ndiye anayelengwa. Kwa sababu amelengwa, anapewa kitu akishika. Jina la Bwana libarikiwe. Asante sana. Naomba mrudi. Nimshukuru mwalimu aliyetangulia asubuhi, amefundisha vizuri sana. Mpaka hivi naweza nikauliza kila mmoja hapa, wewe umepokea nini asubuhi? Wengine utaona wanaanza kupindisha kichwa hapa tu. Na wengine tutasikia aike cha belebe, ashike cha aike cha gangeni. Hakuna. Na hata hivi nitafundisha hapa, lakini wapi? Mpaka hivi tumesoma. Naja upesi ni mtu aliyesema. Mwambie ni nani mwingine wajue. Shika sana ulicho nacho. Hivi tuna miaka ndani ya kanisa, ulizia ulicho nacho ni nini? Hakuna jibu. Ni kweli, si kweli, ni kweli au si kweli? Tuulizie, tupime. Nipele tu kuulizia hapa ya kwamba ulicho nacho ni nini? Utajua. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tunakimbilia kwenye karamu, lakini hicho shika sana ndicho tutakachokigusa sana. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwae taji yako. Ina maana taji utaipata kwa sababu kuna kile ulicho nacho. Bila kile, ile taji hautaipata. Kwa hiyo kumbe, ili upate ile taji ambayo ni dhawabu, inabidi kwanza ushike kile ulicho nacho wewe, ukitunze. Taji mara nyingi wakati wa Agano la Kale ilipewa na wafalme, makuhani wale wakuu walivalishwa taji. Ukimuona unajua hii ni taji ya kifalme. Kwa siku hizi watoto wetu wanapoenda kwenye graduation, tunawapa mataji. Taji ya ushindi, watu wengine wanapewa mataji ya ushindi. Wacheza mpira wanacheza huko, wanarumbana, wakishamaliza siku hiyo wanapewa taji ya ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sasa na sisi hiyo taji hiyo utaipata endapo umetunza kile ulicho nacho. Tusome hapo mtumishi wa Mungu, sura hiyo hiyo, sura ya 3 mstari wa 8. Naomba usikilize vizuri sana hapa. Nisubiri. 3 mstari wa 8. So, asante. Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 8. 8 inasema hivi: Nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ndio ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Jina la Bwana libarikiwe. Ulicho nacho ni neno la Mungu, full stop. Hauna kitu kingine. Ikiwa ni karama umeipata kwa sababu una kile, una neno ndani yako. Je, walio gizani wana nguvu za Roho Mtakatifu? Wana vipawa vya Roho Mtakatifu? Kwa sababu ya nini? Hawana neno. Kwa hiyo ulicho nacho ambacho kanisa la Sardi lilisifiwa ni neno. Alilitunza neno, akalitunza na jina. Jina la Bwana libarikiwe. Neno ambalo tumelizera. Neno. Watu walijui neno. Tungelijua thamani ya neno.
Vipi? Niulizie. Au tusome. Maana nitapenda kufundisha tuwe kama vile tunazungumza wakati mwingine, si ndivyo? Na wewe unanisaidia. Tusome. Nitaomba walimu msoma Yohana 3:5. Ndiyo, Injili ya Yohana mstari wa 5. 3 mstari wake wa 3 unasema hivi. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, ndiyo, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ndiyo. 4. Nikodemo akamwambia, ndiyo, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Ndiyo. Yesu akajibu, amini amini nakuambia. Amini amini nakuambia. Ni kiapo. Yesu anaapa, nakuambia. Angekuwa mwanadamu angesema hakika yangu, lakini kwa sababu ni Mungu anasema amini amini nakuambia. Endelea. Mtu asipozaliwa kwa maji, kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Swali linakuja. Je, alizaliwa kwa maji Nikodemo? Biblia inasema hivi, usipozaliwa kwa maji na kwa roho. Je, Nikodemo alizaliwa kwa maji? Naomba usitofautishe. Usichanganye samani. Usichanganye kuzaliwa na kubatizwa. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kubatizwa kwa maji na kuzaliwa kwa maji. Sasa Yesu hapa anaapa ya kwamba usipozaliwa, sio kubatizwa, usipozaliwa kwa maji hauwezi ukauona ufalme wa nani? Nauliza, je, alizaliwa kwa maji? Hamjanielewa. Soma Yohana huyo. Soma Yohana huyo. 4 mstari wa 13. 4:13 inasema hivi. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya, ndiyo, ataona kiu tena. Endelea. Walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi, ndiyo, ataona kiu milele. Tuko pamoja? Yale maji ambayo Yesu atampa yule mwanamke Msamaria pale kwenye kisima cha Yakobo. Safi? Anasema hivi, maji nitakayokupa hautaona kiu tena. Je, huyo mwanamke aliacha hayo maji? Jina la Bwana libarikiwe. Yeah. Tuko pamoja? Yeah. Alianywa. Bwana Yesu asifiwe. Usipozaliwa kwa maji, mbingu hautaiona. Waliozaliwa kwa maji ni wale waliolikubali neno. Maji ni neno. Yule mwanamke Msamaria aliyanywa maji alipolikubali neno. Neno. Shika sana, ni neno. Shika sana, ulicho nacho ni neno. Shetani anachokiwinda ndani ya moyo wako si uzuri wako, sio mapambo yako, sio unene wako. Anachokidai, anachokiwinda ni neno. Shika sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naona unaanza kulipata neno.
Naomba leo tujifunze neno. Hebu soma. Yohana sura ya kwanza. Sura ya kwanza. Anzia hapo. Mstari wake wa kwanza unasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno. Mwanzo wa mambo yote ni Yohana. Anasema hivi, mwanzo, hapo mwanzo. Ina maana Mungu alipoumba vitu vyote, mwanzo neno lilikuwepo. Endelea. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Na hilo neno lilikuwa kwa Mungu. Endelea. Naye neno alikuwa Mungu. Na hilo neno ndiye Mungu. Endelea. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, ambaye ndiye nini? Neno. Fungua. Naomba tujifunze neno samani. Fungua Mwanzo. Tujue neno ambalo nalizarau. Lakini kumbuka somo letu, shika sana ulicho nacho. Mwanzo sura ile ya kwanza. Sura ya kwanza. Anzia hapo. Mstari wake wa kwanza unasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini? Yohana anasema hapo mwanzo palikuwako nini? Na mwanzo Mungu aliziumba nini? Endelea. Naomba unielewe vizuri sana. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Nchi ilikuwa ukiwa, ina maana haina chochote. Endelea. Tena tupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji, uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru. Ishia hapo. Hebu sikilize. Wakati Mungu anapoumba ulimwengu, ulikuwa ukiwa. Hapakuwa na kitu lakini baadaye inasemekana ya kwamba Roho wa Mungu akatulia juu ya vilindi vya maji. Na Biblia inasema ya kwamba palikuwepo na ukiwa, hakuna chochote. Hayo maji yalitoka wapi? Mnanielewa? Ukirudia utakwenda kuona ya kwamba hapo mwanzo palikuwako neno. Na huku inasemekana ya kwamba maji yalikuweko na Roho wa Mungu alikuwa anatulia juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Ina maana kwamba lile neno ndiyo yale maji. Neno ndiye Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ina maana Roho wa Mungu alikuwa ndani yake mwenyewe. Amen. Nanipata? Nanielewa? Hapo mwanzo palikuwapo neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sasa huyo Mungu inasemekana kwamba Roho wake alikuwa ametulia kwenye juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Ina maana alikuwa amekaa ndani yake mwenyewe. Kwa sababu kule tumeona ya kwamba yale maji yule mwanamke aliyanywa ni neno. Na Nikodemu alizaliwa kwa maji ni neno. Kwa hiyo kumbe lile neno, yale maji alikuwa ni yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaambiwa hivi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwae taji lako. Mungu alibariki neno lake. Tukutane.